viwango vyako ndio hivyo vimepungua, unafanyaje? Unafanyaje? Unapoona we sio kama wajana na juzi, uko tofauti, pengine mpaka umeanza kuwa na michanganyo katika maisha yako kwa kupungua kwa viwango vyako, and then baada ya hapo ufanyeje sasa? Sasa hayo ndiyo maeneo ambayo tunahitaji kufanywa upya. Sema amina kubwa. Sema amina ya maana. Katika mazingira hayo ndipo tunapohitaji kufanywa wapya. Tunahitaji restoration, urejesho. Ndipo tunapohitaji revival. Tunahitaji uamsho. Na sio jambo baya kutafuta kufanywa upya, kutafuta urejesho, kumtaka Mungu tena kwa ajili ya uamsho. Sio jambo baya, ni jambo bora sana, ni jambo zuri la kutaka kurudi katika viwango vyako vya zamani hata na kuzidi. Lakini hiyo inataka kilio cha kufanywa upya, maombi ya kufanywa upya, machozi, shauku, kiu, nia ya kufanywa upya. Kuna mtu anaweza kuwa anaharibika na endelea kuharibika, asijali chochote, asitafute kufanywa upya. Hilo ndio tatizo. Kuna mtu anaweza kuwa anadidimia na anaona kabisa anadidimia. Saa ingine shida sio kudidimia kwake, shida ni kutokuwa na shauku na kiu ya kufanywa upya. Kuna mtu anaweza kuwa anapotea, viwango vyake vinapotea, kiroho chake kinapotea. Kama nilivyosema, hayo ni mambo ambayo yanawapata wanadamu kila leo. Kwa hiyo inawezekana hayo sio matatizo makubwa, lakini tatizo kubwa ni yule mtu ambaye anafikia viwango hivyo na hayuko tayari kumkubali Roho Mtakatifu kumfanya upya. Hilo ndio tatizo. Nazungumza na mtu hata sasa ambaye unajielewa umetoka wapi na uko wapi, na ambavyo unaweza ukakisia kule unakoelekea kulinganisha na kule ulikotoka, ulipo sasa, kwa hali yako na maisha yanayoendelea. Iwe shauku yako pia, iwe maombi yako pia, iwe maombolezo yako pia, iwe machozi yako pia, kwamba hamu yako iwe ni kwamba unatoka mahali ulipo, Mungu anakufanya upya, unakwenda mahali pengine pazuri zaidi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Jamani, haleluya. Katika kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari wa 21. Maombolezo 5:21. Kuna maombi makubwa sana hapa. Yeremia anaandika kwa mkono wa Baruku mwandishi wake. Anasema, Bwana, utugeuze kwako, nasi tutageuka. Zifanye mpya siku zetu kama siku za kale. Bwana, utugeuze kwako. Unapotaka kufanywa upya lazima uwe ni mtu ambaye utakubali Bwana kugeuza kwake kama anavyotaka yeye. Kama mtu huwezi kukubali kugeuka, huwezi
haiwezi kufanywa upya. Maombolezo 5:21, Maombolezo 5:21. Bwana utugeuze kwako, nasi tutageuka. Yaani tuko tayari kugeuka, tuko tayari kubadilika, tuko tayari kukufuata wewe. Lakini pia pamoja na hayo, ni kilio chake Yeremia, anazungumza habari ya kufanywa upya. Anasema zifanye mpya siku zetu kama siku za kale. Ninatamani sana moyoni mwangu, kwa dhati kabisa, mstari huu uwe ndio mstari wetu, iwe ndio kilio chetu, iwe ndio maombi yetu, iwe ndio maombolezo yetu, iwe shauku yetu, iwe nia yetu, iwe kiu yetu, ya kwamba Bwana utugeuze kwako, nasi tutageuka. Zifanye upya siku zetu kama siku za kale. Sema ameni kubwa. Lakini hii inataka kukusudia, inataka kudhamiria, inataka mtu mwenye nia ya kutoka mahali kwenda mahali pengine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa nini Yeremia aliandika haya? Akiwa analia kwa niaba ya taifa zima. Ni kwa sababu hali ilikuwa mbaya sana. Ilikuwa mbaya sana katika taifa wakati huo. Kiroho, kimwili, kiuchumi, kijamii, kimaisha, kiimani, kisiasa, na katika nyanja zote hali ilikuwa tete, hali ilikuwa mbaya, hali ilikuwa haifai, haikuwa na matumaini. Taifa limeharibika, wanadamu wameharibika, raia wameharibika, viroho vyao vimeharibika, nia shauku yao imeharibika, wako kwenye hali mbaya, wamempa Mungu kisogo. Katika mazingira kama haya, ndiyo mazingira ambayo yeye huyu Yeremia anasema tugeuze kwako, nasi tutageuka. Nifanye mpya siku zetu kama siku za kale. Wakati huo mji wa Yerusalemu ambao zamani ulikuwa umejaa watu, lakini sasa umekuwa na ukimya, umekuwa na ukiwa kama mjane, watu walipokuwa wamechangamka katika ule mji. Lakini hali sasa ni mbaya, kuna upweke, kuna huzuni. Ule mji uliojaa mashamra, lakini sasa una huzuni. Wamehamishwa kwenda utumwani. Yuda, Biblia inasema amehamishwa kwa sababu ya kuonewa na kwa sababu ya utumwa mkuu. Anakaa kati ya makafiri, haoni raha iwayo yote. Watu waliomfuata wamejikuta wako kwenye dhiki. Taifa likiwa na hali mbaya. Nasema ameziharibu ngome zake, tena amezidishia binti Yuda matanga na maombolezo. Naye ameondoa maskani kwa nguvu, kana kwamba ni ya bustanini,
kuharibu sikukuu zake. Wale watu walikuwa ni watu wa sikukuu nyingi, zenye shamra shamra, zenye chereko chereko, lakini sasa hazipo. Ameharibu sikukuu zake, naye amedharau wafalme na kuharibu na kujifanya kuishi makuhani na wafalme kwa katika uchumi. Kwa kifupi ni kwamba huu ndio wakati ambapo taifa lile la Israeli lilikuwa limechukuliwa kwenda utumwani. Wakati mfalme Nebukadreza alipokuja kwenye lile taifa, akalizunguka, akaliuzuru, na hatimaye watu wale wakachukuliwa kuwa mateka.